kushoto, akatazama kuume, hakuona mtu yeyote anaweza pana uzima, lakini ameona mtu anayeitwa uzima. Ni Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Eti unikumbuke, tuko na anayepana uzima, tuko na anayepana uzima. Anaweza akapana na anaweza akaichukua anavyotaka. Tutafute kilicho ndani kilichovuviwa. Amen. Je, unahitaji uzima? Kuna mtu anaweza kukupa uzima leo. Leo hapa atakupa uzima. Je, unahitaji uponyaji? Kuna mtu mmoja tu. Yeye hata kunikisha viti vya kusukuma. Hata badilisha macho yako na macho ya mbwa au ya puzi. Imani yako tu itakufanya utembee. Tunaweza peleka mtu hospitali kwa sababu tuna mipaka. Kwa sababu hao waganga hawana uzima. Wanakwambia kamata kiti hichi na uanze kutumia kiti hicho. Lakini wale wote waliokwenda kwa Bwana yetu walisema jambo moja tu, na ule mtu akaanza kwa nini? Kuruka. Sina dhahabu, lakini nachokuwa nacho nitakupa. Kwa jina la Yesu simama na utembee. Mashemasi tuna nini? Wakristo tuna nini? Haleluya. Amen. Petro alisema sina fedha wala dhahabu. Alikuwa mbele ya kiwete. Kinaomba pesa. Hana pesa. Lakini anasema tena naomba sina nacho. Lakini nilicho nacho ndicho nitakupa. Haleluya. Alikuwa na kitu kimoja. Alikuwa na jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Akasema kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama uende. Kiwete kaanza kutembea. Haleluya. Tuna nini leo? Waombaji tuna nini? Nacha tumalizie na sisi, tulisema tutafunga muda. Tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 3 chapter 3 na verse yake ya 15. verse 15. Biblia inasema hivi. The Bible says, na nitatia uadui katikati yako na mwanamke, and I'll put enmity between you and the woman, na katikati ya uzao wako na uzao wake, and between your offspring and her offspring. Ataponda kichwa chako, You will crush your head, na wewe utaponda kisigino chake. Amina. and you will strike his heel. Amen. Somo la leo, Today's heading: Yesu amezaliwa ili aponde kichwa cha shetani. Jesus is born to step on the head of the serpent. Born kwa Kiingereza unaweza sema nini? Amezaliwa ili afanye nini? In English it says he's born to step on the serpent. Kuponda, To crush. to crush. This is to crush. To crush. Kwa Kirundi wanasema nini? What does it say in Kirundi? Born to crush. Jesus was born to crush. Alizaliwa kukanyaga. Alizaliwa ili aponde kichwa cha shetani. He was born so he can crush the head of the devil. Kwa wakati huu tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu. At this time we celebrate his being born. Haleluya. Amen. Yesu hakuzaliwa tarehe 25. He was not born on the 25th. Amen. Amen. Biblia haitoe tarehe. The Bible doesn't give us a date. Ndio maana utakuta Wakristo wengine wanasherehekea tarehe 25. That's why we find some Christians celebrating on the 25th. Wengine wanasherehekea tarehe 7 za mwezi wa kwanza. Others celebrate on the 7th.
Wengine wanasherehekea Christmas tarehe 19 mwezi wa kwanza on the 29th of January. Na wengine wa Kristo hawasherehekee Christmas. And others don't celebrate at all. Yaani, lakini ni siku kuu ambayo iliwekwa zamani. But it's a day of celebration that was put on. Haiko siku kuu ya kuzaliwa, haiko birthday ya Kristo. It's not meaning celebrating his birthday. Iko celebration. It's a celebration. Amen. Amen. Biblia haisemi tukumbuke kuzaliwa kwa Yesu. The Bible doesn't say we should remember the birth of Jesus. That's not what it says. Tena Biblia haikatai yaseme msikumbuke kuzaliwa kwa Yesu. He also does not say do not celebrate his birth. Kuna verse inasema msikumbuke kuzaliwa kwa Yesu. Is there such a verse? Hakuna verse. There is no such. Na hakuna verse inasema. And there's no verse that says we should. Iko kimya. It's neutral. Ndio maana that's why kanisa walio wengi, the church, tuna celebrate. We have decided to celebrate. Sababu tunajua alizaliwa. Because we know he was born. Amen. Amen. Kuzaliwa kunakubaliwa na Wakristo wote. Him being born is accepted by everyone. Bwana sifiwe. Amen. Sasa hapa ninasema hivi, alizaliwa, alishakazaliwa. He's already born. Je, wakati atazaliwa? Was he born on the 25th? Alishakazaliwa. He's already born. Na akapaa mbinguni. And he ascended into heaven. Na atarudi tena. And he will return. Hatakuja tena kuzaliwa. He will not come back to be born. Atakuja kuchukua kanisa. He will come to take his church. Bwana sifiwe. Amen. Lakini ninataka niseme neno moja. But I want to say one word. Sababu gani alizaliwa? Why was he born? Tumesoma hapa katika kitabu cha Mwanzo. We have read in the book of Genesis. Sura ya 3, chapter 3. Na verse ya 15. And verse 15. Huyu ni Mungu mwenyewe yuko anasema. This is God himself speaking. Haiko mimi ninasema. I'm not the one speaking. Hiki kitabu ni Musa aliandika. This book is Moses that wrote it. Lakini haya maneno yanaandikwa hapa ni Mungu mwenyewe aliyasema. But these words written is God himself speaking. Musa baadaye, miaka mingi baadaye akafunuliwa. And then years after it was revealed to Moses. Ya kwamba wakati huo wa mwanzo, that in the beginning, Mungu alisema. God spoke and said. Na alisema maneno aliambia watu, aliambia nyoka, akaambia na mwanamke. And he said these things to the serpent and to the woman. Nyoka ni ile mkudanganya Hawa akatenda dhambi. The serpent is the one who deceived Eve to sin. Na Hawa ndiye yule aliyekula tunda mara ya kwanza. And Eve is the one who ate the fruit first. Bwana tuhurumie. May God have mercy. Sababu Hawa, Eva ndiye mwenye alianza kula tunda. Because Eve is the one who started eating. Ndio maana mwanamke, Biblia inasema atakuwa natii mume wake. That's what the Bible says, the woman will submit to her husband. So yeye ndiye alianza kutenda dhambi. Because she started the sin. Mume naye akatenda dhambi baadaye. The man also sinned. Wamama mnanisikiliza? Are we hearing, mothers? Yeye mke na mume, Adamu na Hawa walikuwa wanalingana. At the beginning, Adam and Eve were neutral. Walikuwa wanalingana. Were equal. Lakini sababu mwanamke alianza kutenda dhambi. But because the woman started the sin, alianza kuchuma tunda la mti. She took off the fruit from the tree. Akala. She ate. Kisha kapelekea mume. Then she took to her husband. Mume naye akala. He also ate. Akaambiwa sasa, tangu sasa utaanza kuwa chini ya mume wako. And then she was told, from now on you submit to your husband. Ataanza kukutawala. He rule over you. Inaona leo kuko mafundisho yanasema mke na mume wako sawa mbele ya sheria ya serikali. I see the some doctrines today that say men and women are equal. Kwa sheria ya serikali sawa. With the government, that's true. Lakini kwa Biblia, but according to the Bible, mke atakuwa anamtii mume wake. The wife will submit to her husband according to this scripture. Bwana tuhurumie sana. May the Lord have mercy. Somo la leo linasema Yesu alizaliwa ili aponde kichwa cha shetani. Our heading for today is that Jesus was born to stomp on the serpent, to crush the serpent.
Sasa acha turudilie maneno haya tu kwa ufupi. Let's read these words again. Anasema hivi Mungu mwenyewe. God is saying, nitatia uadui katikati yako na mwanamke. And I will put enmity between you and the woman. Mungu yuko anaambia nyoka. God is speaking to the serpent. Katikati yako wewe nyoka. Between you, serpent. Na katikati ya huyu Eva huyu. And between you, this woman. Hamtapendana. You will not love each other. Mtakuwa maadui. You will be enemies. Nitatia uadui. I will put enmity. Amen. Uadui ni nani aliweka? Ni Mungu yeye mwenyewe. It's God himself that put that enmity there. Haiko nyoka ndiye anaanza kusema unakuwa adui yangu. It's not the serpent that said you are my enemy. And today I'm an enemy. Alideclare nitatia. Ni uadui Mungu alitia. It's God that declared. It's the enmity God put there. Mwanamke na nyoka hawawezi kuwa marafiki. The woman and the serpent can never be friends. Amen. Amen. Watakuwa adui. They will be enemies. Hilo ni neno la kwanza. That's the first word. Ambalo Mungu alisema. That God said. Neno la pili. The second word. Mungu akasema hivi. God said. Nitatia pia uadui. I will also put enmity. Katikati ya uzao wako wewe. Between your offspring. Nyoka anaambia na mwanamke. He tells the serpent and the woman. Anaambia katikati ya wewe nyoka na wewe mwanamke uzao wenu. He said between you woman and you serpent, your offspring. Nitatia uadui. I'll put enmity there. Ni Mungu aliweka ule uadui. It's God who put it there. Hawawezi pendana. They can't love each other. Hawawezi kaa pamoja sema wawanie pamoja. They cannot cohabit. Mungu ndiye alisema. It's God who said. Na Mungu akisema, and if God says, inatendeka. It's final. Bwana sifiwe. Amen. Hapa tunaona here we see semase mbili ama mbegu mbili. Two seeds. Tunaona mbegu ya mwanamke. We see the seed of the woman. Na mbegu ya shetani. And the seed of the devil. La semence du serpent. And the seed of the devil. Et la semence de la femme. And the seed of the woman. Hizo mbegu mbili. These two seeds. Hazitapendana. They won't love each other. Bwana sifiwe. Amen. Mbegu ya nyoka ni nini? What's the offspring of the serpent? Ni dhambi na matokeo yote ya dhambi. It's sin and all outcomes of sin. Amen. Amen. Mbegu ya nyoka ni kifo. The fruit of the enemy is death. Of the serpent is death. Lakini semence ama uzao wa mwanamke. But the offspring of the woman. Ulikuwa ni uzao gani? What kind of offspring was it? Labda tuweze kuelewa wakati wacha tushuke kidogo. Let's read a little bit. Tuangalie neno la tatu. Let's look at the third word. Aseme uzao wa aseme wewe utamponda kisigino. And he will crush your head. Wewe shetani, wewe nyoka. You, the devil. Utaluma huyu mwanamke hapa. You will strike her heel. Bwana sifiwe. Amen. Na Bwana tuhurumie tena. And the Lord have mercy. Nyoka ataluma mwanamke hapa. The serpent will strike her heel. Tena atauma uzao wake hapa. And he will also bite her offspring. Tuangalie naye uzao wa mwanamke atafanya nini? Let's also look at the offspring of the woman. Huyu mwanamke naye atazaa. This woman will also give birth. Uzao wake ndio utafanya nini? Her offspring utaponda kichwa. Will stomp on the head. Mmoja shetani atakula kwenye kisigino. One will bite, the enemy will bite the heel. Lakini uzao wa mwanamke, but the offspring of the woman utaponda kichwa. Will smash the head. Mtu ni kichwa. A person is their head. Mtu kimkata kichwa hayuko tena. If you cut off their head, they won't live anymore. Mtu kimkata mkono anaweza ishi. If you cut off someone's arm, they can still live. Kata mguu ataishi. If you cut off their leg, they can still live. Unaona leo mtu anamtoa hata moyo, wanatia moyo mwingine. Sometimes people are getting heart transplants. Anaishi. And they still live. Ukikata kwenye matumbo ataishi. If you take out intestines, they can still live. Lakini ukikata kichwa, but if you cut off the head, inakwisha. It's over. Bwana tuhurumie sana. Na huu uzao ni nani? And who is this offspring? Kuna mtu mwenye
shetani kichwa? Is there anyone that Eve gave birth to who was stomped on the enemy? Hapana. No. Eva alikufa, shetani yuko pale. Eve died, the devil stayed. Alikufa hajamponda kichwa. He died without stomping on the head yet. Huu uzao wa mwanamke, This offspring of the woman Yesu Kristo, is Jesus Christ. Amen. Amen. Na huyu mwanamke, And this woman ndiye Mariamu. is Mary. Huyu mwanamke ni Mariamu. This woman is Mary. Ndiye alizaa Yesu Kristo. She's the one who gave birth to Jesus. Yesu Kristo akahubiri Injili. And Jesus preached the gospel. Watu wakatoka katika dhambi. And people came out of sin. Akaanza kuponda ibilisi. They started stomping on the enemy. Anaanza kuponda dhambi. They started stomping on sin. Akaanza kuponda magonjwa. They started stomping on sickness. Akaanza kuponda They stress. started smashing Akaanza stress. kuponda magonjwa. They started stomping on. Akaanza kuponda kila kitu shetani analeta They duniani. started stomping on everything the enemy Mpaka brings to the world. kafika wakati alikufa msalabani, Until came the time he died on the cross. akasema kwa mwisho imeisha. He said it is finished. Alimaliza kuponda. He finished all the stomping. Bwana sifiwe. Yesu alizaliwa ili aje kuponda kichwa cha shetani. Jesus was born so he can stomp on the head of the serpent. Bwana sifiwe sana. Leo tunataka, hatutaenda mbali sana. Today we won't go very far. Leo uko hapa. Today you are here. Kuna kitu maishani mwako. There is something in your life. Shetani alikuponda, alikuuma kwenye kisigino. The enemy has struck your heel, has beaten you. Unakuwa uko hapa, uko na tatizo la kiroho. You are here, you have a spiritual problem. Shetani unapoanguka dhambini, When you fall into sin, huo amekupiga kwenye kisigino. that's the devil biting your heel. Unapogonjwa magonjwa, When you fall sick, amekupiga kwenye kisigino. he has beaten your heel. Lakini Yesu Kristo, But Jesus Christ, ambaye neno la kwanza lisema una nini, ukiwa naye, when the word says, if you have him, ukimwamini, if you believe him, atapona. he will heal. Amen. Amen. Kuponda yani ni kucrash. Atasaga. He will crush. Wafuli wanasema kufuengenya. The fool says, Yaani nasaga. Amen. completely Kwa crush. nini mnasemaga nini? What does he say? Crush. Kirundi. Mukirundi mvuga guhonya. Guhonya ikirundi chiza guhonyanga. Ugahonyanga kabisa ugasiriza mpaka bisiwe asigare arifu. Meaning to Uhereye tete so. smash. Yaani Yesu alikuja kuponda buri yaani asimwachie uzima. He came to smash with to Amen. no life at all. Ndio maana alizaliwa. That's why he was born. Ukiwa naye, If you have him, kila kitu Yesu ana uwezo wa kukiponda. he's able to smash everything. Bwana wabariki sana. May God bless you. Yesu alizaliwa Jesus was born kutimiza haya maneno Mungu alisema. to fulfill the words that God spoke. Mungu aliyasema katika shamba la Eden, ama God- bustani ya Eden. God said these words in the Garden of Eden, Naye ametimia. and he has been fulfilled. Mariamu akazaa mtoto Mary gave birth to a child ambaye anakuja kuponda kila kitu. who has come to crush everything. Bwana wabariki sana. May God bless you. Amen. Amen. Tusimame kanisa la Bwana. Let us be on our feet.